Kwa nini vitu vizuri hukukimbia unapovikimbiza? Kuna maswali ambayo tumekuwa tukijiuliza kwa miaka mingi. Kwa nini baadhi ya vitu tunavyovitaka sana vinazidi kutuacha nyuma? Kwa nini unapokimbiza pesa zinakuwa kama zinakimbia mbali zaidi? Kwa nini unapokimbiza upendo unazidi kuhisi upweke? Na kwa nini unapojaribu sana kufanikiwa unazidi kuchoka badala ya kusogea mbele? Leo sitakupa jibu la kawaida, bali nitakwambia hadithi, lakini sio hadithi ya kuburudisha tu, ni hadithi ya kukuamsha ndani kabisa. Kulikuwa na mtu mmoja, mtu wa kawaida kabisa. Hakukuwa na kitu cha ajabu sana juu yake, lakini alikuwa na tabia moja: alipenda kutafakari akiwa peke yake. Siku moja asubuhi aliingia bustanini. Bustani ilikuwa tulivu na ndege wakilia kwa mbali, upepo ukipita taratibu kati ya majani ya miti, na mwanga wa jua ukiingia taratibu kama dhahabu angani. Alitembea bila haraka. Hakuwa na haraka siku hiyo. Moyo wake ulikuwa mzito kidogo, kama mtu anayefikiria maisha yake yote kwa mara moja. Na ghafla akaliona jambo: kipepeo mzuri kupita maelezo. Mabawa yake yalikuwa yaking'aa kwenye mwanga wa jua, yakibadilika rangi kila aliporuka: bluu, dhahabu na kijani hafifu. Alisimama, akakihisi kitu ndani yake kikisogea, kama mtoto mdogo anayeona kitu cha ajabu kwa mara ya kwanza. Ni lazima nikikamate, akawaza. Na hapo ndipo kosa lilipoanza. Alianza kukikimbiza. Alikimbia upande wa kushoto, kipepeo kikaruka kulia. Akageuka haraka, kikaruka juu. Akainama, kikaruka mbali zaidi. Kila alipojaribu kukifikia, ndivyo kilivyozidi kuwa mbali. Ni kama dunia yenyewe ilikuwa inacheka kimya kimya, na ndani yake kulikuwa na kitu kimoja tu: ni lazima nikikamate. Lakini dakika zikapita, sekunde zikawa muda, na muda ukawa uchovu. Mwishowe alikuwa anapumua kwa nguvu, miguu yake iliuma, kichwa chake kilikuwa kizito, na kipepeo kimepotea. Akaanguka chini ya mti kama mtu aliyepoteza vita ambayo hakuelewa hata alianza vipi. Alikaa kimya, akatazama chini. Hakukuwa na ushindi, hakukuwa na kitu. Lakini dunia haikusimama. Upepo uliendelea kupita, majani yaliendelea kusogea, na ndege waliendelea kuimba. Na ndani ya utulivu huo kitu kikatokea. Alipoacha kukimbia, alipoacha kupigana, alipoacha kutaka kwa nguvu, moyo wake ulianza kutulia. Na kwa mara ya kwanza siku hiyo aliisikia dunia, sio kwa macho ya haraka, bali kwa moyo wa utulivu. Dakika chache baadaye, kitu kilitua karibu yake, polepole, kimya. Kipepeo kile kile kilikaa juu ya ua karibu naye, kama hakikuwa na hofu yoyote, kama hakikumbuki kabisa kwamba kilikuwa kikikimbizwa. Alitulia, hakukisogelea, hakukikimbiza. Alikata tamaa ya kudhibiti, na kwa mara ya kwanza hakutaka kitu. Na hapo ndipo alipoelewa kitu kikubwa: vitu vinavyokimbizwa sana vinapotea, lakini vitu vinavyoruhusiwa vinakuja vyenyewe. Alikumbuka maisha yake, kazi alizozikimbiza, pesa alizozilazimisha, mahusiano aliyoyashikilia kwa nguvu, ndoto alizotaka zije haraka haraka, na kila kitu kilimchosha zaidi badala ya kumjenga. Sisi binadamu wengi tuko hivyo. Tunakimbiza furaha, lakini tunakuwa na huzuni zaidi. Tunakimbiza mafanikio, lakini tunachoka zaidi. Tunakimbiza upendo, lakini tunazidi kuhisi upweke. Na labda tatizo si kile tunachokikimbiza, labda tatizo ni namna tunavyokikimbiza. Vitu vingi muhimu maishani havikimbizwi, bali vinavutwa. Unavutia afya yako kwa kuishi vizuri. Unavutia heshima kwa kuwa na tabia nzuri. Unavutia mafanikio kwa kujijenga kila siku. Unavutia upendo kwa kuwa mtu anayestahili kupendwa. Sio kukimbia, ni kuwa. Yule mtu alibaki bustanini kwa muda mrefu. Hakuwahi kutoka mara moja. Alikaa pale akitazama kipepeo, na ndani yake kitu kilibadilika. Aliacha kuona maisha kama mbio,
akaanza kuyaona kama ukuaji. Na kwa mara ya kwanza hakuhisi anachelewa. Jua lilipoanza kushuka, bustani ilibadilika rangi. Dhahabu ikawa machungwa, machungwa yakawa bluu ya usiku. Alisimama, akavuta pumzi ndefu na akasema ndani ya moyo wake, labda siku zote nilikuwa nikikosea. Na labda na wewe unayesikiliza, umekuwa ukikimbiza vitu, unakimbiza pesa, unakimbiza mafanikio, unakimbiza watu, unakimbiza maisha bora. Lakini kitu cha ajabu ni hiki, kadri unavyokimbiza sana, ndivyo vinavyozidi kukwepa. Acha kukimbiza kila kitu, jijenge, boresha tabia zako, jenga nidhamu, jenga utu. Na polepole, maisha yatakufuata yenyewe. Kwa sababu wakati mwingine, kile unachokikimbiza hakija kukimbia, bali kinakusubiri tu. Utulie, ujijenge na acha maisha ya kukute. Ndugu mpenzi msikilizaji, tafakuri hii imeletwa kwako na Evangelist Godfrey William, na ikiwa ungependa kuchangia maoni, tafadhali tuandikie kwenye comment section. Pia ikiwa ni mara yako ya kwanza kuungana nasi, tafadhali subscribe kwenye channel hii ya Godwill Media ili upate notification kila tunapoweka video mpya.